Mada tutakayozungumza hapa ni mwanamke jiko. Jamii imekuwa imevurugika sana kiasi ya kwamba sasa imekuwa wenyewe kwa wenyewe tunashikana uchawi. Mwanamume anasema wanawake ndio tumepoteza malezi, wanawake na sisi tunasema baba amepoteza nini? Malezi. Mmesikia mada zilizopita hapa zimegusa nini? Malezi. Ni kuwa tumepotea katika jamii, hasa jamii ya Kiislamu, maana ndio tunayozungumzia. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kukumbushana, kwa sababu dini nasiha, basi tunasihiane ili tuweze kutengeneza jamii ya nini? Ya Kiislamu. Mada ni ndefu, lakini tutakapoishia kwa sababu ya muda inshallah, basi tutakuwa tumeishia hapo. Tuwe haziri tu katika kusikiliza. Nikisema mwanamke jiko, ina maana ni usia kama mwanamke wa Kiislamu. Jiko kwa maana ya kuwa kama vile anavyoambiwa mwanamume ameoa amepata nini? Jiko. Kwa hiyo mwanamke mwenyewe anakuwa ndio nini? Ndio jiko lenyewe. Lakini jambo kubwa ni familia na maeneo muhimu ya msingi ndani ya maisha ya ndoa ya mwanamke wa Kiislamu. Jambo la kwanza ambalo nataka tuzungumzie mwanamke jiko. Hili jiko ambalo ni mwanamke haliwezi kuwa jiko bila kuwa na nani? Na mume. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linasimamia mwanamke jiko ni nani? Ni mume. Mume kama mume ni mtihani ambao tumepewa sisi wanawake. Mtihani kwanza wa kumjali. Huu ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu ametupa tuwajali wa nani? Waume zetu. Lakini katika yaliyo ya msingi. Jambo la pili kuliko yote ambao ni mtihani pia tumepewa na Mwenyezi Mungu ni kumpenda. Kumpenda huyu mume nako ni nini jamani? Ni mtihani. Tunajua jinsi unavyompenda kiasi ya kwamba hata ukiulizwa unampendea nini mume wako unakuwa huna jibu. Unaona tu kama vile una nini? Unampenda. Lakini akiamua kukuchafua wala hajali yale mapenzi unafanya nini? Unompa. Kwa hiyo hii ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu ametupa wanawake tumpende huyo mwanamume. Lakini pia yaliyokuwa yanachosha kuliko yote ni kumsoma na kumuelewa. Kuna wanaume hawaeleweki tu wa kweli tu. Mnakaa hata miaka 10. Siku akibadilika unaweza sasa huyu ndio mume wangu kweli mimi? Sasa huu ni mtihani tuliopewa kwanza kumuelewa. Jamani, tunawaelewa watu kweli? Hapana. Kuna muda unafika mpaka unajiuliza huyu mume au nimepotea njia mimi sio mume wangu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo tuna mtihani wa kumsoma, tuna mtihani wa kumuelewa na tuna mtihani wa kumpenda huyu mwanamume. Hii ni mitihani ambayo tumepewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Tuikubali kwa sababu sisi ni wanawake tayari. Na maana hakuna aliyechagua aumbwe kwa jinsia gani. Kama umekuja kwa jinsia ya kike basi Mwenyezi Mungu ameshataka wewe jinsia nini? Ya kike. Manake uwe jiko na uwe mtihani wa haya ya wanaume. Lakini pia tunatakiwa katika kumtambua mwanamume na mtihani tuliopewa, akichoka umjue amechoka. Hili ni somo ambalo tumepoteza kina mama. Mwanamume akichoka unatakiwa aujue kama amefanya nini? Amechoka. Mwingine hawezi kusema karudi akasema nimechoka. Lakini ukimwangalia tunasema huyu amefanya nini? Amechoka. Lakini pia akichukia umjue kama amechukia. Kuna mwingine akichukia anacheka. Hatunao hao majumbani? Kwa hiyo huu pia ni mtihani wa kumsoma kuwa akichukia wewe ujue amefanya nini? Amechukia. Lakini pia wapo wanaume waoga. Akiogopa pia mwanamke unatakiwa ufanye nini? Ujue huyu leo kapata uoga. Akisikia hodi nani huyo? Wewe unajua mume wangu anaogopa polisi. Kwa hiyo wewe sasa kama mwanamke na kama jiko unatakiwa umlinde yule mwanamume. Huu ni mtihani tuliopewa. Wapo wanaume wanaogopa hata nyoka. Ukisema nyoka yeye mbio. Kwa hiyo wewe mwanamke sasa unatakiwa usimame wewe kama nani? Kama wewe. Manake umlinde nani? Mwanamke usitoke nyumba ya pili ukasema kwangu kuna nyoka, baba fulani hayupo, yupo. Hapa utakuwa hujamlinda mume wako kama muoga. Kwa hiyo kama ni muoga wewe mwanamke unatakiwa ufanye nini? Umlinde. Sasa simama wewe, chukua gongo mpige yule nyoka.
ili watu jirani wasijue kama mume wako ni nani, muoga. Huu ni mtihani tumepewa hivyo. Lakini pia akiumwa au akifurahi, tunatakiwa tumsome mwanamume akiwa anaumwa au akifurahi. Mwingine akiumwa ndio hasemi, kakasirika, karudi kaingia katoka, kaingia katoka. Sasa wewe mwanamke ndio unatakiwa ujue huyu anaumwa. Kwa hiyo umshauri kwenda hospitali. Mwingine anabaki hivyo, hata kama kumwambia aende hospitali anaona kama vile humjali, lakini hakukwambia kama anafanya nini, anaumwa. Huu ni mtihani mwingine tulopewa. Lakini pia akifurahi, akiridhika kwa kila sekta, iwe chakula, iwe vitu vingine, lazima mwanamke hili jambo ufanye nini, ulijue.